Baada ya kumteka nyara na kumkamata rais wa Venezuela Nicolas Maduro, Marekani imesema kwamba itadhibiti uzalishaji wa mafuta nchini humo na kufufua uwezo wa nchi hiyo wa kuzalisha mafuta. Kauli hii sasa imeibua mjadala kuhusu umuhimu wa mafuta katika siasa za kimataifa. Na rasilimali hii ya mafuta Afrika pia imejaliwa kuwa nayo kwa wingi. Kwa jumla, Afrika inaripotiwa kuwa na zaidi ya mapipa bilioni 125 ya akiba ya mafuta yaliyothibitishwa. Libya ikiwa kinara wa orodha hiyo, ambapo inakadiriwa kuwa na takriban mapipa bilioni 48 ya hifadhi. Hii ni akiba kubwa zaidi barani Afrika. Mwaka 2025, Libya ilirekodi uzalishaji wake wa wastani wa juu zaidi wa mafuta ghafi katika zaidi ya mwongo mmoja na kufikia takriban mapipa milioni 1.37 kwa siku. Hii ni ongezeko kubwa kwa nchi hiyo ya Afrika Kaskazini kabla ya machafuko ya mwaka 2011 ambayo yalisababisha kupinduliwa na kuanguka kwa utawala wa Muammar Gaddafi na hatimaye kuibuka vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Nchi hiyo ya Libya ilikuwa ikizalisha wastani wa mapipa milioni 1.6 hadi milioni 1.7 kwa siku, lakini baadaye uzalishaji ukaporomoka. Pato la taifa la mafuta nalo likapungua hadi kufikia mapipa 20,000 tu kwa siku. Vizuizi vya makundi yenye silaha, ushindani wa kisiasa na hujuma za miundombinu vyote vilichangia kwa mporomoko huu. Serikali ya Libya inasema ufufuaji wa uzalishaji karibu miaka 15 baadaye umechangiwa pakubwa na uimarishaji mpana wa maeneo muhimu ya mafuta, vituo vya usafirishaji nje na vifaa vya uendeshaji chini ya usimamizi wa shirika la mafuta la taifa la Libya. Mwaka 2025 kulikuwa na hali ya matumaini ambapo maeneo ya mafuta na vituo vya usafirishaji vilianza kufanya kazi bila usumbufu mkubwa, ikisaidiwa na ukarabati wa miundombinu, kuimarika kwa hali ya usalama na maboresho tofauti ya kiufundi. Mafuta ni uti wa mgongo wa uchumi wa Libya kwa kuchangia zaidi ya 90% ya pato la taifa. Makampuni makubwa sasa ya mafuta kutoka nchi za magharibi nayo yanaripotiwa sasa kuanza kurudisha uwekezaji wake nchini Libya. Makampuni kama Shell na BP kwa mfano zimetia saini makubaliano na kampuni ya taifa ya mafuta ya Libya kutathmini fursa ya utafiti, wakati kampuni nyingine kama ExxonMobil imeingiza mipango ya utafiti ya kiufundi. Kampuni inayoitwa Chevron nao pia inaripotiwa kuthibitisha mipango ya kurudi Libya baada ya kuondoka nchini humo mwaka 2010. Libya ipo katika sehemu muhimu ya kijiografia pia. Iko kaskazini mwa Afrika, lakini ni lango la bara Ulaya. Ukaribu wake wa kijiografia na Ulaya hupunguza zaidi ya gharama za usafirishaji ikilinganishwa na wasambazaji wengine wa Mashariki ya Kati au Afrika Magharibi. Iwapo nchi hiyo itapata utulivu wa kudumu, basi matarajio yake ni kuzalisha zaidi ya mapipa milioni 2 kwa siku kwa miaka ijayo.